Kwa majina naitwa Saidi Kondo, ni mtangazaji wa Nyembo TV. Mada yetu ya leo tunataka tuone athari gani zinazopatikana kwa mtu ambaye aisa ni mwanaume ambaye anaishi kwenye nyumba ya mwanamke ama anaishi kwenye chumba cha mwanamke ama anaishi ukweni. Una athari gani inayopatikana na faida gani kwa huyo mtu? Kwa leo nipo na kijana wangu hapa. Naomba ajitambulishe majina yake. Kwa majina mimi naitwa Bwana Ibrahim Kibinda, ni mkazi wa Dar es Salaam. Mimi kwanza nitaanza kwenye kuelezea asili ya mwanaume kabla sijagusa kwenye hiyo mada. Cha kwanza kabisa, sisi jinsi tulivyoumbwa, wanaume tumeumbwa na sifa ya utawala. Yaani kwamba kwenye familia mimi ndio wanasema mwenye maamuzi ya mwisho. Sawa. Sasa kawaida wanaume anaweza akamhudumia mwanamke hata mpaka kufa kwake. Sawa. Hiyo ndo asili yake aliyoumbiwa. Sasa unapokuwa kwamba mwanamke ndo anakuwa yeye ana nguvu kwa kweli kwamba upo kwake au labda kwa wazazi wake. Cha kwanza kabisa utafeli kwenye swala la maamuzi. Ndio. Kwa sababu itabidi ufanye maamuzi ambayo yatakuwa ni mazuri kwa upande wake. Maamuzi yote ambayo yatakuwa kinyume na kwake yeye, huo utakuwa ni mtihani. Kwa sababu gani? Mwisho wa siku pale ndio kwake. Kwani ikitokea la kutokea akisema kwamba nataka niende nyumbani, kumbuka kwamba pale ndio nyumbani kwao. Sasa wewe unabidi utafute kwako. Cha pili kingine ambacho kitakuwa ni changamoto kikubwa kwa upande wangu mimi ninavyoona hapo ni kwenye masuala maadili ya kifamilia. Kawaida sisi wanaume ndio tunaongoza familia zetu. Yaani kwamba anasema baba anapokuwa vizuri ni familia inakuwa iko vizuri. Ila baba anapokosa kauli kwenye familia, mama ndo akawa kiongozi wa kauli kwenye familia, kikawaida familia inakopo haiko sawa. Ndio maana kwa sababu asili ya mama ni kudekeza. Hiyo ndio asili yao. Wanahisi kwamba wanapodekeza mtu ndio wanampenda. Lakini mwisho wa siku anapokuja kukua sasa atakutana na jamii ambayo sio mama yake, sio atatoka ataenda sehemu nyingine. Kwa jinsi alivyoishi kule mwanzo atategemea kukutana na mazingira hayo atoko anapokwenda. Lakini wengi ambao tumepata bahati ya kufunzwa na kina baba, utakuta kwamba unaona mtu huyu bwana tabia yake kwa sababu kuna muda ulikuwa na baba anakuonea kwa kukupiga lakini anakukanya ile jambo, kesho na kushokuta akijua kwamba utatoka kwenye ile jamii. Kingine ambacho nakiona itakuwa ni tatizo hapo ndugu yangu, sisi wanaume swala la tunahisi tunapendwa pale tunaposikilizwa. Unaelewa? Ni mwanaume ni bora ajue kwamba wewe umpendi ila anachokuambia ukawa umemsikiliza. Unaelewa? Kuliko wewe uwe against naye kila anachokuambia kwamba, kwa sababu unajua mwanamke ana asili ya kutaka kuonyesha kwamba yeye ana uwezo fulani. Unaelewa? Ndio maana mimi unaweza mwanamke akikusaidia kitu kwako anaweza kisiongeleke, lakini kwa jirani bwana msimuone vile fulani yule ni mimi. Unaelewa? Kwa hiyo unataka kuniambia ni kwamba mwanaume afai haipendezi kwenda kukaa ukweni ama kwenda kukaa kwa mwanamke. Yani ni bora mwanamke akaja kuishi kwa upande wa mwanaume, yani nyumba, yani ukweni kwa mwanaume ni afadhali kuliko mwanaume kwenda kuishi ukweni kwa mwanamke. On 1 and 2, it's a professional DJ.